Kajei! Yaredi kaanguka. Yaredi kaanguka? Ndiyo kaanguka. Yaredi, kimekukuta nini Yaredi? Amka basi Yaredi, kimekukuta nini jamani? Yaredi, amka basi Yaredi. Kuna shida gani? Nimemkuta tukalala hapa chini, sasa sijui kadondoka. Wewe. Yaredi. Wewe Yaredi wewe. Oa. Yaredi amka basi. Dogo wewe kimekuta nini? Lakini bado anapumua. Anapumua? Sikia, mshike huko. Jay, kwanza nikupe pole, alafu acha kulia, usiendelee kulia. Kila kitu kinapangwa na Mwenyezi Mungu. Kikubwa tuzidi kumwombea, na nakuahidi nitakuwa na wewe bega kwa bega mpaka jambo hili litakapoisha. Kwa nakuomba tunyanyuke hapa na tuweze kwenda nyumbani. Mwanangu, unajua hivi mdogo wako anaumwa nini? Hapana mama, mimi kiukweli mpaka sasa hivi sifahamu kitu chochote. Kwa sababu mimi mwenyewe kuna mtu alinifuata hapa ndo akaniambia kwamba amemuona sehemu kaanguka. Yaani mpaka sasa hivi unavyomuona wewe,
Ndio na mimi namuona hivyo hivyo, sielewi chochote mamangu. Ulishawahi labda kumpeleka zaidi ya hospitali? Hamna mama, sijampeleka sehemu yoyote tofauti na hospitali tu hii ya kawaida. Ila mdogo wako haumwi. Mdogo wangu haumwi? Nitarudi baadaye. Odi. Asante. Tina, mambo? Poa, mzima? Safi, karibu. Asante. Vipi ile mgonjwa anaendeleaje? Aisee, Jay, pole sana. Kwa hiyo sasa umechukua uamuzi gani mpaka sasa hivi? Yaani mimi kiko mpaka sasa hivi unavyoniona, sijachukua maamuzi yoyote. Yaani sijui hata mimi nafanya nini. Kwa sababu kuumwa kwa dogo, yaani kumetokea tu ghafla. Yaani sielewi dogo amepatwa na kitu gani mpaka sasa hivi. Ila mimi nawaza, kwa nini usijaribu kwa watu wetu hao? Maki anaweza kukuta anaumwa, lakini haumwi jinsi tunavyofikiria sisi kwamba anaumwa. Kuna kitu ambacho kinafanyaje, kinamsumbua. Ulishajaribu? Watu gani? Unamaanisha kwamba waganga? Waganga. Yaani mimi nimchukue mdogo wangu nimpeleke kwa waganga? Sikia kule. Yaani kifupi, yaani mimi na hivyo vitu huwa hatuaminiani. Yaani kifupi siamini kuhusu swala linaitwa waganga. Alafu kingine, mimi sitaki kuamini kwamba mdogo wangu amelogwa kulia. Mdogo wangu kama unavyomuona, wewe ukimkuta ni mpole. Hana shida na mtu yoyote yule. Sasa niambie, nani atoke enda akamloge dogo? Jay, ngoja nikwambie kitu. Katika hii dunia kuna mambo mengi ambayo ni ya ajabu, ambayo hata wewe mwenye ukisimulia na mtu yoyote hutaweza kuamini. Mimi mwenyewe tayari shega kunikuta. Mke wangu alikuwa na mimba, lakini cha kushangaza alienda hospitalini akazaa muhogo baada ya kuzaa mtoto. Wewe sasa hivi unasema kwamba mdogo wako anaumwa, unasema kwamba waamini waganga. Unataka kitu gani je? Hii dunia tayari isha. Dunia imevaa sketi. Dunia imetoboka. Hali ya mgonjwa sio mbaya. Mungu anasaidia. Japo sio sana, ila afadhali anaendelea vizuri. Jambo la heri kusikia hivi. Samani lakini, je, nimemkuta? Jay katoka asubuhi sana. Mapema mno na bado hajarudi. Okay, sawa, haina shida. Basi nitarudi baadaye kumjulia hali mgonjwa. Basi sawa, karibu sana. Okay, asante.
Hemu amka basi. Usio kama mtu ambaye amemezwa sema amekula si ubongo wa mamba. Amka. Wake up my friends. Hii ni dunia, kila mmoja ana njia zake anazojua nini kupata pesa na kufanikiwa na kufanya masuala mengine. Kulia, mimi naomba nirudi nyumbani. Nikamwangalie dogo kwa sababu dogo mtu ambaye nimemwacha naye hayuko makini. Lakini kuhusu masuala ya waganga kule, yani mimi hata siwezi nikafanya hivyo vitu. Labda kama utanishauri kitu kingine. Lakini kuhusu waganga kule, hapana. Na mdogo wangu mimi hajalogwa. Jei. Kwa wazo langu umeona la kijinga Kwa hiyo kumbe mimi ushauri wangu nao kuambia unaona sasa hivi ushauri wangu wa kipumbavu, si ndio? Je, dunia imeisha. Yule mtoto anataka kitu gani? Haina shida. Atakuja iko siku apate tatizo kubwa sana kabisa, au atakuja kujua kwamba waganga ni kina nani hapa kijiji hiki. Hana tatizo. Unamsimamisha mtu gani? Kwani mimi mtu mzima unaniweka hapa naongea na wewe kumbe hamna chochote nyama. Hai! Haina shida. Mimi mjinga kwako, nisamee mimi. Mimi ndo nimekosea. Nisamee mimi na nikaka yako. Mbafu kabisa. Ningekuwa kabisa najua hata masuala kama hayo, si ningekaa nyumbani nikatulia. Mtu anazaa muhogo hapa unakaa na mdogo wako. Ujinga mimi naweza kutaka kabisa ujinga kama. Kijiji habari vipi? Safi Tina, mambo? Poa mzima? Hivyo hivyo tu. Nimepita nyumbani kwenu sijakukuta. Kuna sehemu nilikuwa nimeenda tu mara moja. Vipi lakini ile mgonjwa anaendeleaje? Tina, kiukweli mimi nisikuongopee. Yaani mgonjwa hali yake bado ni mbaya sana. Yaani hairidhishi hata kidogo. Hali ya mgonjwa sio mbaya. Mungu anasaidia. Japo sio sana, ila afadhali anaendelea vizuri. Tina. Kuna kitu umefikiria kuhusu kumsaidia mgonjwa? Nilikuwa naanza tu ni namna gani tutafanya kuweza kumsaidia mgonjwa. Basi sawa, mimi naomba niwe nyumbani. Angalau nikamwandalia mgonjwa hata chochote kitu, maana toka nimetoka nyumbani nimemwacha tu akiwa amepumzika. Okay, basi sawa, haina shida. Mpe pole sana mgonjwa. Sawa. Atanasi, masharti umefanya kama nilivyokuambia? Chande, huwezi amini, nimefanya kila kitu ulivyonielekeza wewe, lakini cha kushangaza dogo hajafa. Yaani umefeli? Hajafa? Hicho tu ndio kinapelekea mpaka niwe na mawazo. Kuna mtu yote amekuona? Kuhusu kuniona hapana. Lakini Shemeji vipi? safi kwa shemeji. Poa, unafanyaje hapo? Unapika? Hapana, sema nilikuwa naosha vyombo hapa. Kuna binti mmoja hivi alikuja nyumbani kwetu, lakini sidhani kama aliniona. Atanasi, hapo ndipo ulipokosea. Ina maana umesahau masharti ambayo nimekupa? Sasa mimi nafanyaje? Umefanya uzembe. Tena umefanya uzembe mkubwa sana. Na hii itakupelekea kuwa matatani. Sikia, unachotakiwa kufanya, mdogo wako anatakiwa afe. Chande, sasa mimi hapo nafanyaje? Tundu. Tundu? Una maana gani unapozungumza tundu? Tundu la mafanikio yako umeshaliziba.
na ili ulifungue, mdogo wako anatakiwa afe tena ndani ya mwezi huu mmoja na siku 7. Mdogo wako ameshakufa, na ikishindikana utakufa wewe.